Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ismail Murunga, na somo lililopita tulijifundisha kuhusu historia ya Kiarabu Afrika Mashariki, na leo insha Allah biidhnillah, Mwenyezi Mungu akituwezesha, tunajifundisha kuhusu somo la pili ya herufi za Kiarabu, herufi ambazo kwamba ni zile herufi za kwanza za Kiarabu. Kwa mfano ni herufi kama alif, ba, ta, tha, jim, ha na kha. Hizo ndio herufi tutaenda kujifundisha leo. Malengo ya somo yale kwamba ninalisoma leo, malengo ya kwanza ni kuchambua na kutaja herufi 7 za kwanza za Kiarabu. Kwa mfano alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Hizo ndio herufi 7 ambazo kwamba tutakuwa wenye kuzitaja na kuzieleza. Madhumuni ya pili ambayo kwamba ni malengo ni kutamka sauti ya kila herufi ya Kiarabu, ni kutamka zile sauti kwa zile herufi ambazo kwamba nimezitaja zile kwa Kiarabu, katika lugha ya Kiarabu. Somo la tatu ni kuandika kila herufi katika umbo lake la pekee. Kuandika kila herufi katika umbo lake la pekee, yaani kuziandika chini, kuzichora kila herufi katika umbo lake la pekee. Sehemu la tatu ni kuelewa kuwa Kiarabu huandikwa kutoka sehemu za kushoto. Ukitaka kuandika Kiarabu utaandika kutoka mkono wa kushoto hadi mkono wa kulia, ama kutoka sehemu ya kushoto kulia kwenda kushoto. Somo letu la leo na herufi za Kiarabu. Samahani, hapo nimekosea. Herufi za Kiarabu huandikwa kutoka kulia kwenda kushoto. Tutaanza kusoma somo letu la leo katika jedwali. Jedwali lenyewe jedwali la kwanza lina herufi, jedwali la pili sauti, kisha la tatu limenakiliwa ni mfano, kisha pale vile inavyosoma. Ya kwanza katika Kiarabu ni herufi ya kwanza katika somo la Kiarabu ni alif. Alif sauti yake ni a. Mfano katika jina ab. Au limekuja katika jina katika lugha ya Kiswahili baba. Somo la pili ni ba. Herufi ambayo kwamba ni ya pili katika lugha ya Kiarabu ni ba au be. Katika Kiswahili katika sauti yake ni ba, kama katika jina baba. Katika jina ambalo kwamba limeundwa katika Kiarabu ni baba, ama limeundwa katika jina la Kiarabu bab, ambayo kwamba ni mlango katika somo la Kiarabu. Bab ambayo kwamba ni mlango. Bab ambayo kwamba ni mlango katika lugha ya Kiarabu. Herufi ya tatu ambayo kwamba ni ta ambayo kwamba mfano wake ni kama sauti yake ni t, kama tatu. Katika jina ambayo kwa mfano ambayo kwamba ta imetumika katika lugha ya Kiarabu kuunda jina ni tilmidhun, ama tilmidh, mwanafunzi mmoja. Tilmidh imeunda jina linaloitwa tilmidh, ambayo kwamba kwa Kiswahili tilmidh, mwanafunzi mmoja. Tilmidh ni mwanafunzi mmoja. Herufi ya tatu ni tha, ambayo kwamba kwa mfano wake sauti yake ni kama tha, kama kwa mfano 30. Imekuja katika imeunda jina moja ambayo kwamba thalatha, ambayo kwamba nambari 3 katika lugha ya Kiswahili. Thalathata ambayo kwamba ni thalathata, ambayo kwamba ni 3. Thalatha ndio hiyo katika jina la Kiarabu, jina la namba ya Kiarabu kama 3 ni thalatha. Imekuja katika thalatha 3, namba ya Kiarabu. Jim
Jim katika lugha ya Kiarabu ni herufi ya Kiarabu ambayo kwamba ni jim. Kwa mfano sauti yake ni J, kama imeunda jina ambalo kwamba linaitwa jua. Ikiunganisha na jina kuunda mfano wake katika jina la Kiarabu Jamal ambayo kwamba ni ngamia katika lugha ya Kiarabu. Jamal, ngamia. Ha katika lugha ni herufi ya Kiarabu ha. Ikija katika sauti yake ni H nzito, inatamka ni H nzito ha. Kuna ha na ha. Katika jina ambalo kama la Kiarabu ni Hassan, ni kama jina la Hassan, ni kama jina Hassan mzuri. Kwa mfano Hassan, kwa mfano mtu ameandika kazi kwa Kiarabu, wanaweza kumwambia Jaid ama Hassan. Ile Jaid ni good, lakini Hassan ni mzuri, amefaulu, amefanya vizuri. Hassan ama ni jina Hassan, ile imekuja ni jina. Samahani, hapa nafikiri ni jina, si mzuri. Hassan, chini yako ameandika mzuri, into bracket jina la mtu. Kuna mtu pia anaitwa Hassan, na vile vile pia kuna vile mwalimu anaweza kumsahisha mwanafunzi kwa Kiarabu akamwandikia Hassan badala ya Jaid. Kuna kha ambayo kwamba ni katika lugha ya Kiarabu ni kha, katika sauti yake ni kha, ama imeunda jina ambalo kwamba inaitwa khairi. Ikija katika somo la Kiarabu mfano wake ni khabar. Ikija katika matamshi yake kule mbele ni katika jina la Kiarabu khabar, habari. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuendelea na somo letu, namna vile herufi za Kiarabu zaandikwa. Herufi ya kwanza ambayo kwamba ni alif, ndaiandika hivi. Mwanafunzi afaa kushika kalamu yake, au kama ni mwalimu mwingine ashike choka lake, andike hivi stari hivi, na alif yenyewe kama 1. Nafikiri kwa kusoma itasoma alif, na ikizikiandikwa zaandika kuanzia kulia kwenda kushoto. Ba ikiandikwa huja hivi, kistari cha kwanza kiwe kifupi kidogo, alafu cha huku akilete kidogo hivyo. Cha haifai mwanafunzi kurudia wakati anapoandika hizi herufi, atakuwa maharibu zile khatu zake. Cha, sa. Hiyo sa unapoiandika kistari cha kwanza kiwe kifupi kidogo, na haifai mwanafunzi kurudia. Na hiki kije mbele kidogo ni tha. Tha huwa na nukta 3. Jim, ndio hivyo jim, waandike hivi kidogo, alafu alete tumbo lake chini. Jim. Ha huandikwa hivyo, alafu kha. Kisha weka nukta juu. Hivyo ndivyo mwanafunzi afaa kuziandika, na makini wakati anavyoziandika, andika kwa mstari mmoja. Nafikiri herufi zenyewe tushazisoma, ndio nishaziandika chini vile mwanafunzi afaa kuziandika, na kile herufi na ile sehemu ambayo kwamba inatamkiwa makhraj. Katika lugha ya Kiarabu yaitwa makhrajul huruf. Usipojua makhraj, basi kuzitamka pia itakuwa shida. Sasa itabidi ukisoma, kuna herufi ya kwanza inaitwa alif. Herufi ya pili inaitwa ba. Herufi ya tatu ta. Fa.
Tha. Jim. 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 Ha. Ha. Kha. 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 Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mwenyezi Mungu ajalie moyo mwenye kuelewa na kusikia. Inshallah tutakutana katika darasa linalofuata hapo kesho, Mwenyezi Mungu akitujalia tukiwa wazima.